Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini umenielewa. Nataka tuangalie jambo la 4 ambalo ni ushetani uliopo kwenye mchezo wa mpira unaopeleka nafsi za watu kuzimu. Na ninakufundisha jambo hili kwa sababu nataka nikusaidie ujue ukweli. Alafu baada ya hapo ufanye maamuzi ya kukusaidia ili uweze kwenda mbinguni. Hata mimi niliwahi kucheza mpira katika maisha yangu. Na hata nilipoanza kumtumikia Mungu, nilifikiri ni mchezo usiokuwa na madhara yoyote kiroho. Lakini kwa neema ya Mungu, nilipata kuujua ukweli. Na nikatubu na nikamwomba Mungu anisamehe kwa kutojua kwangu. Yamkini ningejua mapema ningewaonya watu mapema. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu amenipa nafasi hii ili niseme na wewe unayenisikiliza. Ili niseme na wewe mwenye nia ya kwenda mbinguni tukiwa tupo kwenye kipindi cha siku za mwisho. Ili kama unayo nia ya dhati ya kuiokoa nafsi yako na kuzimu, basi ufanye hivyo haraka, kwa sababu Yesu yupo karibu sana kurudi. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasikitika kukujulisha ya kwamba kama wewe unayenisikiliza ni mpenzi wa mpira, au kama wewe ni mchezaji wa mpira, fahamu ya kwamba unashiriki katika ibada ya miungu mingine bila wewe kujua. Nasema hivyo kwa sababu mchezo wa mpira ni mchezo unaosimamiwa na mungu wa jua, ambaye chimbuko lake lilianzia kule Babeli. Na ndio maana walioutengeneza wameutengeneza katika umbo la mviringo, wakiwa na maana ya kutunza alama ya jua inayowakilisha ibada ya kishetani. Na ili uweze kuelewa, nataka nikuthibitishie jambo hili ili kusaidie kujua namna ambavyo shetani anatawala kwenye ulimwengu wa michezo. Unisikilize. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na elimu, sayansi na utamaduni au UNESCO walichapisha kitabu kilichoandikwa na Madanjit Singh kinachofahamika kwa jina la The Sun, Symbol of Power and Life. Sasa ukisoma ule ukurasa wa 88 kama inavyoonekana hapo kwenye picha, anaandika anasema, the ball is very much a sun symbol in all such sports as football, hockey, basketball and cricket. Akimaanisha ya kwamba mpira ni alama ya jua, na ametaja na michezo mingine kama cricket, basketball na mingine ambayo nitakueleza. Kwa hiyo unapoona au kusikia mpira unachezwa mahali, ufahamu ya kwamba nyuma yake kuna ibada ya mungu wa jua, Sun God. Ukiangalia mpira unaotumika kucheza rugby au American football, utaona ya kwamba umetengenezwa kwa umbo la yai, na nimekuwekea picha unaweza ukaona. Sasa nataka nikuulize swali. Umewahi kukaa chini na kujiuliza ni kwa nini wametengeneza mpira wenye umbo la yai? Ngoja nikusaidie. Wanafanya hivyo kwa sababu yai ni kielelezo cha uzazi. Viumbe vinavyozaa vinakuwa na mayai ya uzazi. Sasa kule Babeli, kwenye ibada ya mungu wa jua, sun worship, kulikuwa na utatu mchafu unaomjumuisha Nimrod, Semiramis au kwa jina jingine Ishtar na Tammuz. Sasa Semiramis au Ishtar ni mungu wa kike wa jua, ambaye pamoja na mambo mengine maovu anayoyafanya, anahusika pia kwenye eneo la uzazi, au unaweza kusema ni mungu wa kike wa jua anayehusika na uzazi. Na utakumbuka nilikufundisha ya kwamba unaposikia dunia inasherehekea Easter, hiyo ni sherehe ya kishetani na kipagani, na haihusiani kabisa na imani ya Kikristo. Na ndio maana kwenye Easter zote utaona kunakuwa na picha za mayai. Wanakuwekea picha za mayai kama kielelezo cha kumtukuza huyu mungu wa kike, Semiramis au Ishtar. Sasa katika mkakati wa kuendeleza ibada ya mungu wa jua na kuisambaza duniani kote, ndipo walipokuja na mchezo wa mpira. Kwa hiyo unapoona mpira wa mviringo, ni kielelezo cha jua kama sehemu ya ibada. Na unapoona mpira wa umbo la yai au oval kama unavyotumika kwenye rugby na American football, ni kielelezo cha mungu wa kike wa uzazi, Semiramis au Ishtar.
Na hili jambo halijaanza leo, limeanza miaka mingi sana iliyopita. Mataifa yote ambayo yalitoka kwenye chimbuko la Babeli yalipokea mfumo wa ibada ya mungu wa jua pamoja na michezo ya mungu wa jua, ikiwa ni pamoja na mpira. Kwa hiyo sasa inamaanisha ya kwamba mpira unapochezwa, anayeabudiwa na anayetukuzwa ni mungu wa jua. Na ndiyo maana utakumbuka nilikufundisha kwamba ukitazama picha ya juu au bird's eye view ya viwanja vya mpira, utagundua vimedizainiwa kwa umbo la jicho. Na nimekuwekea picha hapo, unaweza ukaona. Sasa katika ule utatu mchafu wa kishetani, kwa maana ya Nimrod, Semiramis na Tammuz, alama ya jicho inamwakilisha mungu mwana wa kishetani anayeitwa Tammuz. Na alama yake ndiyo hiyo unayoiona kwenye design ya viwanja vya mpira. Na ninayasema haya kwa unyenyekevu sana, kwa sababu nataka nikusaidie ujue ukweli, alafu ufanye maamuzi wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ni mtu mzima na Mungu alikupa akili na alikupa uhuru wa kufanya maamuzi bila kuingiliwa. Nia yangu ni kukusaidia uende mbinguni. Na kwa sababu nyuma ya mpira kuna ibada ya mungu jua, basi ufahamu ya kwamba hili ni jambo hatari sana kwako, na usipojitenga nalo litakuwa kikwazo cha kukuzuia kwenda mbinguni. Sasa Yesu alipokuwa yupo hapa duniani alifundisha kwa kutumia mifano, na mimi nataka nikupe mifano michache ya kukusaidia ili uweze kuelewa ushetani uliopo ndani ya mchezo wa mpira. Na hapa nataka nikurudishe mwaka 1999, kipindi ambacho kampuni ya Nike walitengeneza tangazo walilolipa jina la Good versus Evil, wakiwashirikisha wachezaji nyota wa mpira kama Eric Cantona, Ronaldo de Lima na Paolo Maldini walipokuwa wakicheza na timu ya mashetani. Na ujumbe waliokuwa wanataka kuufikisha kwa watu ni mechi inayochezwa kuzimu, a football match in hell. Hebu angalia hii video, alafu nikuulize swali muhimu. And on that day a dark warrior rose to the earth to destroy the beautiful game. Maybe they're friendly. Au revoir. Nafikiri umeona kiwango cha ushetani wanachokionyesha kwenye mchezo wa mpira. Na mimi nataka nikuulize swali na ulijibu ndani ya moyo wako. Baada ya kutazama video hii, umegundua nini? Umegundua nini? Au bado umelala usingizi wa kiroho kiasi kwamba huelewi chochote hata kinachotendeka mbele ya macho yako? Kwa hicho ulichokiona hapo, unadhani bado roho yako ipo salama na ushetani unaofanyika? Unadhani wana maana gani basi kukuonyesha ujumbe wa picha ya kwamba mechi inachezwa kuzimu na mashetani? Ngoja nikusaidie. Usije ukafanya kosa. Narudia, usije ukafanya kosa la kudhani kwamba ni tangazo tu. Usije ukafanya kosa la kujifariji kwamba ni burudani tu. Hawa watu wanajua wanachokifanya. Wanakuonyesha wewe mpenzi na shabiki wa mpira kwamba mwisho wako ni kuzimu. Ninaelewa mapenzi ulionayo ya mpira yanakupa wakati mgumu sana kuelewa jambo hili. Pengine unawaza, labda hili ni tangazo la zamani la miaka ya 90. Pengine agenda ya sasa ni tofauti na agenda ya zamani. Kama unawaza hivyo, niruhusu nikupeleke Ujerumani,
mwaka 2025 kwenye uwanja wa Fritz Walter, ambapo kulikuwa na mechi kati ya FC Kaiserslautern na Fortuna Düsseldorf. Sasa kilichotokea, kabla mechi haijaanza, waliweka alama ya kishetani ya pentagram nyekundu, alafu wakaweka maneno ya lugha ya Kilatini ambayo mimi nitayasoma kwa Kiingereza. Yanasema hivi: Hear us Lucifer, rise from the abyss and accept our souls. Wakimaanisha, tusikie Shetani, inuka kutoka kuzimu na uzipokee roho zetu. Baada ya kuweka hayo maneno, wakasimamisha picha ya Shetani mwenye mapembe kutoka kwenye ile pentagram nyekundu, ikiwa na maneno mengine ya Kilatini ambayo nitayasoma kwa Kiingereza yanayosema, Draw us near to the light, rule over the world, rise from the flames and appear. Yakiwa na maana, tuvute kuelekea kwenye nuru, tawala juu ya dunia, inuka katika miali ya moto na ujitokeze. Na yote haya yalifanyika kwenye mchezo wa mpira ambao wewe unakunyima usingizi, mchezo unaokufanya uache vyote, lakini usipitwe na kinachoendelea kwa Mkapa. Hujawahi kujiuliza ni kwa nini huu ndio mchezo unaoongozwa na kupendwa na watu duniani? Si watoto, si wakubwa, si vijana, si wanawake, mpaka wazee wamejawa na mapenzi na mahaba mazito ya mchezo wa mpira. Na huwaambii kitu wakakuelewa, huwaambii kitu. Mtu yupo tayari akimbie kazini, aache kazi, akaangalie mpira. Kuna mchungaji mmoja niliwahi kumfahamu. Siku kuna mpira, anatafuta mtu wa kuja kuendesha ibada, anaenda kutazama mpira. Umewahi kujiuliza mapenzi na mahaba yanatoka wapi? Mtu yupo radhi amtoe mke wake amweke rehani kwa sababu ya mpira. Mtu yupo tayari kujiua kwa sababu ya mpira. Mtu yupo tayari aingiliwe kinyume cha maumbile kwa sababu ya mpira. Hivi, haya mambo hujayasikia kabisa kwenye maisha yako? Kama hujayasikia, basi mimi nipo hapa kukupasha habari ya kwamba haya mambo yapo, na nguvu inayowaunganisha watu na kuwapa mahaba mazito kwenye mchezo huu ni Mungu wa jua, Sun God. Na hii inaenda kwa michezo yote, inaenda kwa basketball, inaenda kwa cricket, inaenda kwa volleyball, inaenda kwa rugby, inaenda kwa American football na michezo yote kama ambavyo nimekueleza katika mafundisho haya. Na nguvu inayowaunganisha watu na kuwapa mahaba mazito kwenye mchezo huu ni Mungu wa jua, Sun God. Mpira ni ibada ya Mungu wa jua, na anayewafanya wachezaji wa mpira wawe famous ni Mungu wa kike wa jua, Semiramis au Ishtar. Na huo ndio ukweli unaotakiwa kuufahamu, na ni vizuri ufahamu mapema, kwa sababu tupo siku za mwisho na Yesu anarudi kulichukua kanisa lake. Ujumbe huu unakuja kwako kukusaidia ili kama unataka kujinasua na ibada za miungu zinazopendwa na dunia yote, basi ujinasue sasa, ukiwa bado unayo nafasi na ukiwa bado upo hai. Mungu anachukia sana ibada za miungu. Anachukizwa sana na hilo, na ndio maana akaliweka kama kipaumbele kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini kitu kinachotokea kwenye mpira ni kwamba kuna miungu inayofahamika kama gods of soccer, na hawa ni wale wachezaji nyota wa mpira ambao wamepewa kuwa miungu wa mchezo wa mpira. Kwa mfano, Diego Maradona ni mungu wa soka, Pele ni mungu wa soka, Lionel Messi ni mungu wa soka, Cristiano Ronaldo ni mungu wa soka, Zinedine Zidane ni mungu wa soka, Ronaldo de Lima ni mungu wa soka, na wengine na wengine na wengine. Kwa hiyo kila eneo limechafukwa na ibada za miungu, na hiyo ndiyo nguvu ambayo inakufanya unakuwa husikii, inakufanya unakuwa huambiwi lolote na yoyote. Upo radhi ukose chakula, lakini usikose mpira. Sasa kuanzia leo, ufahamu ya kwamba umeshaingia kwenye mfumo,
Lakini kama unayo nia ya dhati ya kwenda mbinguni, na kutia moyo bado hujachelewa. Na kutia moyo bado unayo nafasi ya kumfuata Yesu ili akuokoe na akutoe kwenye mikono ya shetani. Wanaoenda kuzimu ni wengi, wala usidanganywe kwamba kuzimu inaogopa wingi wa watu. Maana kuna wajinga wanajazana ujinga, wanasema haiwezekani watu wengi namna hii waende kuzimu wewe. Na hiyo yote ni kwa sababu hawasomi Biblia. Maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Isaya sura ya 5 mstari wa 14, kwa hiyo kuzimu kumeongeza tamaa yake, kumefunua kinywa chake bila kiasi, na utukufu wao na wingi wao na ghasia yao, naye pia afurahie miongoni mwao, hushuka na kuingia humo. Mpaka leo kuzimu inapokea watu. Wapo wanaofia uwanjani kwenye mpira, ni moja kwa moja kuzimu. Wapo wanaojiua kwa sababu timu yake imefungwa, ni moja kwa moja kuzimu. Wapo wanaobeti kwa ajili ya mpira, ni moja kwa moja kuzimu. Mamia na mamia, maelfu na maelfu ya watu wanakufa na kupoteza nafasi zao za kurithi uzima wa milele kwa sababu ya mpira. Na mimi nipo hapa kukusaidia wewe unayenisikiliza. Tupo siku za mwisho, na Yesu anakaribia sana kurudi kulichukua kanisa lake. Ninakuomba, hebu badilisha misimamo ulionayo kuhusu roho yako. Epuka watu wanaokufariji kwenye dhambi. Epuka watumishi wanaokufariji kwenye dhambi, yaani wanaokufanya ulione baya kuwa ni jema na jema ulione baya. Waepuke ili roho yako ipate kupona. Unisikilize mpendwa, ninafahamu haya masomo ninayokufundisha wakati mwingine yanaweza yakakupa hasira, wakati mwingine yanaweza kukufanya ukanichukia. Lakini ni heri unichukie kwa sababu nimekueleza ukweli mchungu, kuliko unipende kwa kukudanganya. Shetani anatawala dunia hii wapendwa, na ndio maana Biblia inamuita kama mungu wa dunia hii. Anatawala kila eneo, kila eneo, kila eneo unalolijua wewe na kulisikia. Kwa hiyo usipokuwa na maarifa, utajikuta unapotea na kupoteza haki yako ya kwenda mbinguni. Mimi nikupe ushauri. Hebu kataa kupoteza nafsi yako. Hebu kataa kuwapendeza wanadamu kwa sababu hawakufa kwa ajili yako. Hebu kubali kuyabadilisha maisha yako na kumpa Yesu nafasi aliandike jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele. Unataka watu wakuhubirieje ili ubadilike? Unataka watu wakufundishaje ili upate kuokoka? Kwa nini usiamue kuyaacha yote ili uende mbinguni? Wanawake, bado ninalia na nyie. Nalilia roho zenu ili muokoke. Nalilia roho zenu muende mbinguni. Nazililia roho zenu ili msiangamie. Kaeni mbali na mapambo ya dunia hii. Nisikilizeni niwaambie, mimi sina hila na maisha yenu. Sina hila na nafsi zenu, lakini nataka Yesu awaokoe muende mbinguni. Mungu anakutaka wewe kama wewe na sura yako aliyokuumba nayo. Mungu anakutaka wewe kama wewe na kucha zako alizokuumba nazo na nywele zako alizokuumba nazo. Wewe kama wewe, yani ile sura ambayo Mungu alikupa ndiyo anayohitaji, hataki kitu kingine. Amkeni, shetani hana kitu cha bure. Itakugharimu dada yangu, itakugharimu mama yangu, hiyo makeup itakugharimu, hayo mavazi yatakugharimu. Niamini mimi, nakwambia ukweli, sikuonei haya. Itakugharimu. Pona yako ni kumfuata Yesu. Pona yako ni kuliishi neno la Mungu. Ninajua wapo ambao mnaiona hii injili ni kama ni injili fulani ya kishamba na injili fulani ya kizamani. Mimi ninakushauri, jaribu kuwa mtu ambaye unafundishika. Jaribu kuwa mtu ambaye unasikia ukiambiwa, na hakika na kuhakikishia hautakuja kunishtaki mbele za Mungu kwamba sikukufundisha iliyo kweli. Utakuja kunishtaki mbele za Bwana kwamba sikukueleza ya kupasayo kuelezwa. Nimenawa mikono. Mungu hawezi kunidai damu yako kwenye maisha yangu. Mungu hawezi kunidai damu yako katika mikono yangu, maana nimekuhubiri iliyo kweli. Wewe ni mtu mzima, maamuzi ni yako sasa. Na nimekusihi sana, kaa mbali na anti-aging products. Jipende kama ulivyo, jikubali kama ulivyo. Achana na wajinga wanaokuambia kwamba kama unataka kuwa natural, nenda mali asili. Sikia, hao ni wapumbavu ambao kweli wanaijua, lakini wanatafuta kupendwa na wanadamu huku wakimhuzunisha Roho Mtakatifu. Ninaamini umenielewa. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa nafasi aliyonipa
Inawezekana umesikiliza mafundisho ya siku ya leo na unasema ndani ya moyo wako, ninamhitaji Yesu. Ninahitaji kwenda mbinguni. Nataka niombe kwa ajili yako. Nataka niombe kwa ajili yako. Lakini pia inawezekana ulishawahi kuokoka na ulishindwa kukua, kwa hiyo kaanguka. Nataka nikupe nafasi ya kutengeneza na Mungu. Kwa hiyo kama upo tayari na unamhitaji Yesu akuokoe, aliandike jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele, ili siku parapanda inapolia uweze kuungana nasi kumlaki Bwana Yesu pale mawinguni. Omba na mimi maombi haya na uombe kwa kumaanisha. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakuja mbele zako kwa moyo wa toba. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu kwa dhambi zote nilizotenda katika maisha yangu. Ninatubu kwako siku ya leo. Ninaomba unisamehe. Bwana Yesu, ninakuhitaji katika maisha yangu. Karibu ndani yangu Bwana Yesu, kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kuanzia sasa na siku zote. Asante kwa kunisamehe na asante kwa kuniokoa. Ninaomba unisaidie niweze kudumu ndani ya wokovu. Ninaomba unisaidie niweze kuishi sawasawa na maelekezo ya neno lako. Ninaomba unisaidie nisikose kukulaki wewe utakapokuja kulinyakua kanisa lako. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninaomba na kushukuru. Amen.